Uongozi wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, ulijawa na changamoto nyingi, wengi wakimtaja Kenyatta kama dikteta aliyehusika kwa kuwaondoa wote waliotishia kuchukua uongozi wake ama kiti chake kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Ila wasijue Kenyatta alifanya hivi kujilinda na mengi. Kando na kuongoza taifa la Kenya, maisha yake Kenyatta yalikuwa hatarini kila dakika tokea mwaka 1953, 1953, alipofungwa Kenyatta kifungo cha miaka 7 gerezani pamoja na wafungwa wengine katika sakata la wapiganaji wa vita vya MAUMAU la the Kapenguria 6. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea kisa kuhusiana na jaribio tofauti zilizofanyika kwa ajili ya kumzima na kumuua rais mtarajiwa wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Jaribio la kwanza la kumuua Kenyatta lilifanyika mwaka 1957, mwaka 1957, wakati ule Kenyatta akiwa bado ni mahabusu katika jela la Kapenguria. Kulingana na kitabu cha Elizabeth Watkins, alikuwa mwandishi kutokea nchini Uingereza kilichotambulikana kama Jomo Jailers, aliyedidhia jinsi serikali ya Uingereza ilimtumia mfungwa mahabusu Kariuki Chotara, ambaye alikuwa ni mfungwa aliyetiwa mbaroni kwa tuhuma za kuwaua watu watatu, akiahidiwa kuwa angeachiliwa na kupewa mamlaka katika serikali ya ukoloni ya Uingereza. Kazi yake kubwa Kariuki ilikuwa ni kwamba angemuua Kenyatta kwa kumdunga kisu na kuhakikisha kuwa Kenyatta angeweza kuachiliwa, ila angetolewa kule katika gereza la Kapenguria kama maiti. Mwaka 1957, Chotara Kariuki alihamishwa kutokea katika jela la Manyani na kupelekwa alikokuwa Kenyatta pamoja na wapiganaji wengine wa vita vya MAUMAU katika gereza la Kapenguria. Kulingana na ripoti iliyotambulikana kama The Loktang Annual Report of 1957, inasema kwamba wiki ya mwisho mwezi Julai mwaka 1957, Julai 1957, ndipo Chotara Kariuki alifanya jaribio lake la kwanza la kumuua Kenyatta kambini pale gerezani, wakati wafungwa walikuwa wakila kiamsha kinywa. Bahati ya Kenyatta ilikuwa kazini pale nguo lake Chotara lilipokwama kwa mti alipokuwa akimkimbilia Kenyatta na kisu mkononi, akitarajia kumdunga tumboni na kummaliza. Na pale nguo lake Chotara lilipokwama, Kenyatta akabahatika kumuona muuaji yule kwa umbali. Akapiga nduru Kenyatta na kumuita rafiki yake, shujaa wa vita vya MAUMAU, General China, jina lake kamili likiwa ni Waruhiu Itote, pamoja na Paul Ngei, ambao walikuwa ni marafiki zake Kenyatta na ambao Kenyatta alipata kuwatunza kwa kiasi kikubwa baada ya yeye kuteuliwa kama rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya. Wafungwa wengine pale gerezani wakimzuia General China pamoja na Paul Ngei kwenda kumsaidia Kenyatta, ila China lilikuwa ni pandikizi la mtu na ujuzi wake wa kijeshi katika vita vya MAUMAU halikabidhiana na wafungwa wale na kuukamata mkono wa Chotara uliokuwa na kisu cha kumuua Kenyatta. Paul Ngei kwa upande mwingine alifoka na kuambia Chotara na rafiki zake kabla ya kufikia kumuua Kenyatta, basi ingewabidi wamuue yeye Paul Ngei pamoja na General China. Kama wangeweza, basi wangeweza kumuua Kenyatta. Maneno haya yakiwatia hofu wafungwa wale. Dakika chache baadaye, askari jela walifika na kumchukua na kumfunga Chotara na kukamilisha vita vile ambavyo vilikuwa vimeanza pale gerezani dhidi ya Kenyatta
aliyekuwa akilindwa na General Chaina pamoja na Paul Ngei dhidi ya chotara pamoja na wafungwa wengine. Chotara, baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi kwa jaribio la kujaribu kumuua Kenyatta, alipelekwa kule Lodwar na kuhamishwa katika jela la Kapenguria, ambapo alifungwa Lodwar na kuandikiwa viboko 12 kila siku. Kenyatta alikuwa kapenya jaribio la kwanza dhidi ya maisha yake hata kabla hajateuliwa kama rais. Wakati ule jaribio hili likiwa ni mikakati ya serikali ya ukoloni ya Uingereza ikijaribu kumzima kiongozi huyu aliyeona kuwa alikuwa na moto sana na alitaka kuwa mkombozi wa nchi ya Kenya. Baada ya jaribio hili dhidi ya maisha yake, Kenyatta alimwandikia bintiye barua Margaret Wamboi Kenyatta, na haya ndiyo yalikuwa maneno yake Kenyatta katika barua ile. Nikimnukuu: "Envy and hatred had no mercy, my daughter Margaret. Now calm your heart, for although the attack was planned secretly and craftily, it didn't achieve its aim. Almighty God brought me out of this danger. I was not badly injured." Haya ndiyo yalikuwa maneno ya Kenyatta kwa bintiye. Akiendelea, Kenyatta anasema, "I think that you are aware envy, desire and ignorance are trouble to many people in the world. Hivyo jichunge na haya binti yangu." Haya akiyakamilisha maneno yake Kenyatta katika barua aliyemwandikia bintiye Margaret, akimsimulia jinsi ambavyo walijaribu kumuua, ila akimwambia Margaret, usijisumbue, maana waliojaribu kuniua hawakufanikiwa, na kama hawakufanikiwa hawatofanikiwa kabisa, maana Mwenyezi Mungu alikuwa vitani akinipigania. Baada ya kifo cha Kenyatta mwaka 1978, yule aliyejaribu kumuua Chotara Kariuki alipandishwa ngazi na kuwa mkubwa sana katika chama tawala cha KANU mpaka kuja kuteuliwa kama mbunge katika serikali ya Rais Moi. Hili halikuwa jaribio la kwanza kwa maisha yake mzee Kenyatta, lile la mwaka 1957. Kulingana na chapisho la gazeti maarufu kutokea Marekani, mwezi Agosti tarehe 12 mwaka 1971, August 12, 1971, taarifa hizi zilichapishwa kuhusu safari ya Kenyatta na jaribio la pili dhidi ya maisha ya Kenyatta. Kenyatta wakati huu kama rais wa Jamhuri ya Kenya alikwepa kuuawa baada ya wauaji wawili waliojaribu kulifyatulia risasi gari lake alipokuwa jiani akielekea katika kazi zake katika msafara wake uliokuwa ukielekea katika chuo cha Egerton Agricultural College kilichopo jijini Nairobi. Inaaminika wauaji hawa, mmoja wao alikamatwa na walinzi wake Kenyatta na wa pili kupigwa na umati uliomuona akiondoka kukwepa kuuawa kwa sababu ya kujaribu kumfyatulia risasi Kenyatta. Baada ya Kenyatta kukwepa jaribio la pili dhidi ya maisha yake, alisimama jukwani Egerton College na kudai kuwa maisha yake yalikuwa hatarini, maana kuna watu waliokuwa wamejaribu kumuua baada ya mwaka mmoja tokea shambulio lile la mwaka 1971. Watu 12 walikamatwa kwa mpango wa kujaribu kumuua rais, ambao watu hawa 12 wote walikiri kuwa ni kweli walijaribu kumuua Kenyatta bila mafanikio. Na jambo hili lilimtia hofu sana Kenyatta, akiendeleza uchunguzi akijaribu kujua haswa ni kipi ambacho alikuwa amekifanya dhidi ya raia wa Jamhuri ya Kenya na viongozi waliokuwa katika serikali yake, maana walikwenda katika kazi yote kujaribu kumuondoa mzee yule. Pale ndipo Kenyatta alianza kujilinda sana kutokana na watu waliokuwa karibu na yeye na watu waliokuwa wakimpinga, na ndo maana vifo vingi vilitokea katika serikali ya mzee Jomo Kenyatta,
mara nyingi ikiwa alikuwa akijilinda kutokana na watu ambao walimtishia yeye mwenyewe maisha yake. Maana mtu akijaribiwa kuuawa kwa mara ya kwanza, na wakati ule yeye si rais, na apenye akose kuuawa, mara ya pili jaribio lake likiwa yeye ni kama rais wa Jamhuri ya Kenya, basi jambo lile lilimtia hofu sana Kenyatta, na ikawa alijaribu sana kujilinda kutokana na watu waliokuwa hawana nia njema na yeye. Kando na Kenyatta, nitakukumbusha viongozi wana njia tofauti sana za kujilinda na watu ambao wana nia tofauti na maisha yao na haswa uongozi wao. Ikumbukwe rais mwenda zake hayati Daniel Toroitich Arap Moi alikuwa rais mzuri sana kutokea alipoteuliwa mwaka 1978 baada ya kifo cha Rais Kenyatta mpaka mwaka 1982. Aliongoza bila hofu na aliongoza kwa ajili ya kuwatunza na kuinua nchi ya Kenya Moi. Lakini baada ya jaribio la kumng'atua mamlakani mwaka 1982 ndipo alibadilika Moi na kuamua kuulinda uongozi wake mpaka pale aliamua kuondoka mamlakani baada ya kuongoza Jamhuri ya Kenya kwa zaidi ya miaka 27. Ni hayo kwa sasa kulingana na stori fupi kuhusiana na jaribio tofauti zilizofanywa kwa ajili ya kumuondoa rais mzee Jomo Kenyatta mamlakani na pia kumuua mwenyewe. Tuungane katika video zetu zijazo. Kipindi chetu hewani leo ni The Drums of History. Mimi ndimi mtangazaji wako FK Mwenda, na nakuhakikishia ukisubscribe ndani ya channel ya kwetu ya FM Show KE hatutokuangusha. Tutafanya kila jitihada kukuletea story ambazo zimenadhifishwa, story ambazo tumefanya utafiti wa kutosha na tunaelewa kile ambacho tunakuletea. Hivyo kita kambi na utaifahamu historia ya Jamhuri ya Kenya. Maana historia ya Jamhuri ya Kenya ni kubwa sana na bado hata vitabu vya historia havijamaliza kuiandika. Ni hayo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Asante sana, na ukisikia kana kwamba unataka kutupa support ndani ya channel ya kwetu ya The FM Show KE, nambari yetu ya simu ni 0705 449728.